What if someone asked you, why are you living? Why are you alive? Utamwambiaje? Yaani tuseme sasa mtu amekuja kwa maisha yako, all of a sudden nakuulize, na wewe unaishi kwa nini? Utamwambia nini? Kuna historia fulani ambayo niliwahi kuandikishiwa na mama yangu, pia yeye alikuwa ameitoa kwa Bible. Kuna mtu fulani alikuwa mkulima na alikuwa na mali mingi sana kwa Bible. Sikumbuki jina lake, lakini nakumbuka historia kwa sababu hadithi za wamama saa zingine tunaziwekanga sana. So huyu mtu akapaki vitu zake, akaharvest sana. Inaonekana alikuwa amevuna sana kwa wakati. Akapaki vitu zake vizuri, akaziweka akapaki kila kitu, akatoa kwa mashamba, akapaki, akaziweka hapo. Kwa sababu alikuwa ni mtu ana miaka imesonga kidogo, yeye akapiga mahesabu yake, akaona sasa mimi hizi vitu zitanitunza na zitanilea mpaka ile siku nitakayokufa. Akaenda akakaa mahali juu sana, akaangalia vitu zake, akasema sasa mimi hakuna haja ya kufanya kazi tena, ile kitu imebaki mimi nikae nikule vitu zangu. Sasa nikupe sababu fulani na wewe kutokuishi kama una sababu. Usikawai ishi kwenye maisha yako kama una sababu ya kuishi. Ishi na sababu. Hebu jiulize, mimi naishiji kwa nini? So tunaona huyu mtu Mungu alikuja akamwambia, hebu jitayarishe, kwa sababu hebu imagine mtu amepaki vitu zake zote, utajiri wake karibu wote, na akakaa chini na akatosheka na akasema sasa yeye atakula vitu zake mpaka akufe. Sijui kama kuna kitu najecha. All of a sudden Mungu akakuja akamwambia, wewe achukua moyo wako. Sasa hiyo hajakula chochote, hajauma kitu tu amesema ni kukaa na akule vitu zake. Ndio sababu ya watu wengi, mkishapata mnakuwa na ujinga. Ukishapata mali usikose sababu ya kuishi. Kama umepata mali, basi tafuta kitu kingine. Inaonekana huyu mzee alifaa kutafuta ufalme wa Mungu kwa sababu mali ameshapata. Inawezekana wewe unatafuta hela, na ukishazipata basi usikae hivi kama una sababu ya kuishi. Angalia kitu kingine unaweza kukitafuta ambacho ni tofauti na hela ambazo umezipata. Fatuma wewe.